Tena tunaishi katika jamii ambayo tunahitaji Watanzania waadilifu, tunahitaji watu wenye haki. Sasa hivi Watanzania wamechoka, wanapiga kelele, tunataka haki, tunataka usawa, tunataka sijui nini. Tunahitaji watu wa Tanzania ambao ni wazalendo, ambao watatetea haki, ambao watasimamia haki, ambao watatimiza wajibu. Msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Kimya. Sasa hivi tunapaswa tunahubiri amani. Tunahitaji amani kwenye nchi yetu. Tunahitaji nini? Amani. Tunahitaji amani. Amani ni kitu kikubwa sana ambacho tunaweza tukamuomba Mungu, na ni kati ya zawadi ambayo tukipewa basi tunayo kila kitu, kama tukijaliwa kuwa na amani. Tunapoiombea nchi yetu amani kipindi hiki, tukumbuke pia kwamba amani ni tunda. Amani ni tunda, sio kitu cha moja kwa moja. Amani ni zao la haki, ni zao la kutimiza wajibu vyema, ni zao la kutimiza wajibu vyema, na ni zao la haki. Kutimiza wajibu ndio kunazaa amani. Vinginevyo, kama hakuna haki, kama watu hawatimizi wajibu, alafu tukaona tukasisitiza watu wakae kimya, sio kwamba watu wakikaa kimya wana amani au wana haki. Mtu anaweza akafunga mdomo, lakini ndani anafanya nini? Ndani kuna fukuto, kuna moshi unawaka, kuna tanuru la moto linawaka. Hapo kuna amani? Amani inatoka ndani. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaoenda kumaliza shule, tunaoenda kumaliza madarasa, tukumbuke kuwa watenda haki. Tukumbuke kutimiza wajibu. Nchi hii hatutaki watu wanaokaa tu, tunataka watu wanaowajibika, watu wanaohudumia watu, watu wanaotendea watu vyema na kwa uadilifu. Vinginevyo, tunamwomba Mtakatifu Maria Salome aiombee shule yetu, aombee wanafunzi wetu, tena wanaoenda kufanya mtihani kwa namna ya pekee. Tunamwomba Roho Mtakatifu awajalie mapaji yake maridhawa, hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji kwa Mungu, ili muweze kupambanua yale mliofundishwa, muweze kujua mmeulizwa nini kwenye mtihani na mjibu ipasavyo. Kujibu mtihani ni mtihani. Kujibu mtihani ni nini? Mtihani.